kazi ya ICT. Kama yeye ni mechanic, hivyo hivyo, electrician, plumber, mseremala na kadhalika. Kazi wa maana, si kazi ya kusukuma wheelbarrow. Unakataa wheelbarrow? Wangapi wamekataa wheelbarrow? Nione kwa mkono. Ni kazi wa maana, ndio mimi naongea juu yake. Na inawezekana kufanya kazi wa maana katika taifa letu. Hiyo NBC unasema tutaanza mambo ya kuitwa smart agriculture, kupanda kilimo. Tuweze, manake kama hapa unaona jua ikiwaka kuna kauka kabisa. Lakini mvua ikinyesha, inanyesha kwa fujo, inafurika. Hiyo maji inatembea na inaingia kwa mito na inaenda baharini. Lakini bahari ina mvua ina maji ya kutosha. Bahari haina haja na maji. Kwa hivyo yanatakikana tunachimba mabwawa makubwa na vidimbwi. Ili saa ile maji mvua inanyesha tunavuna hiyo maji. Ili wakati kama kuna kiangazi tuko na maji ya kutosha ya kutumia kwa binadamu na hata kwa mifugo yetu. Sawa? Na sawa sawa. Alafu hapa Kwale tuko na hii bahari kubwa na kuna masamaki ndani yake. Uchumi samawati, the blue economy, tumeimarisha. Kwanza Senator aliongea hapa, kaongea juu ya shida wavuvi wanapata. Ati wanashikwa na Coast Guards huko. Nimesikia wanatoza ushuru sio pesa ngapi. Nimetoa amri kwa hao wabunge wetu waende kwa bunge, hiyo sheria itolewe. Ili wavuvi wetu waweze kuvua samaki bila shuruti yoyote na kuangaishwa na serikali. Maana samaki yuko kule baharini, hakuna mtu amefuga huyo samaki huko ndani. Sio samaki imeweka kule na Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu analisha hiyo samaki. Kwa nini wanakwenda kutoza watu ushuru ya nini? Wewe unaenda na ile dao yako, kila kitu ni yako, hasara ni yako. Sasa jamaa ngoja hapa nje ukitoke ati utoze ushuru. Ati kupata leseni shilingi 1,100 na shilingi ngapi? Hiyo ni upuzi. Kwa hivyo hawa wabunge nimemwambia waende hiyo sherehe tolewe mara moja. Alafu lakini muhimu zaidi tunataka kuanza uchumi samawati katika bahari hii. Na inawezekana. Mwaka juzi mimi nilienda huko nchi ya Namibia. Namibia ni nchi kama Kenya tu. Tena ukubwa yake ni jangwa. Lakini wanategemea ile bahari yao, bahari ya Atlantiki. Wamejenga viwanda hapa nchi kavu. Hiyo viwanda vinatengeneza barafu. Meli inachukua mabarafu inaenda naye huko baharini. Wanavua samaki, wanakata wiki moja huko ndani. Wanarudi kama hizo meli zimejaa na samaki. Zinaletwa hapo na kuna viwanda. Hapo kina mama maelfu na maelfu wameajiriwa, wanafanya kazi kwa shift. Hii samaki ikikuja inatolewa pale, inaingia kwenye mtambo, inapasuliwa, alafu inafanya packaging. Unaona imeandikwa hii inaenda United States of America. Hii inaenda Uingereza, hii inaenda Ulaya, inaenda Uchina na Japani. Namibia inapata mabilioni ya dola kutoka uchumi samawati. Hapa kwetu tunaweza kufanya haya. Katika bahari yetu kuna barabara ndani ya bahari kutoka huko visiwa ya Maldives kuelekea kule chini pale naitwa Seychelles. Kuna samaki mamilioni ya tan ambazo zinatembea katika hiyo mkondo hiyo. Wachina na Wajapani ndio wanavua hiyo samaki, wanaenda nayo kule kwao. Tunaweza sisi kuvuna hiyo samaki na kuleta hapa Shimoni. Na tuweke kiwanda hapo ambaye inaweza kutengeneza hiyo samaki
ziwe export kutoka Kenya. Sinawezekana? Nawezekana. Mimi nasema kuna mambo mengi. Na tunataka kuona kama uchumi wetu unanawiri. Tujenge viwanda ndio itatoa ajira kubwa kwa watu wetu. Alafu pande lingine tuangalie watu wetu wengine ambaye hawana. Juzi nilitangaza ati katika taifa letu bado tuko na ufukara kubwa. Kuna jamii zingine ambaye hawana mapato. Wengine kama mvua imekosekana, mimea zinakauka. Wengine mifugo zinakufa. Sasa watu wanakuwa hawana chakula. Watoto wanalala na njaa. Hatutaki kuona kama watoto au Mkenya yote analala na njaa bila chakula. Ndio sababu ninasema tutaanzisha mwaka ujao ile program inaitwa Social Protection Fund, ili pale tunaweka hazina pale ambaye watasaidia wale watu ambaye hawana. Na nimesema ati kila jamii ambaye hakuna mtu yeyote, hakuna mshahara, watakuwa napata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Wanasema ati hiyo ni porojo, hiyo ni propaganda ya Raila, hakuna ukweli. Waacha. Pilipili Soila ya kuwashani. Si mimi ndo nimesema? Mimi nimesema? Mimi nimekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya. Mimi najua pale pesa iko. Wale jamaa ambaye wanaongea maneno haya ni wale ambao ni wezi. Wameiba pesa yenu. Unaona anakuja hapo anasema nataka kufanya rambe kwa kikundi ya kina mama. Amebeba pesa na gunia, ameleta 2 milioni 5. Vikundi ya vijana amepeleka hiyo vile 2 5. Anaenda kwa shule pale, ameleta basi kwa shule. Ameenda kanisani, ameingia pale na milioni, nasema askofu anahitaji gari ya kutembea naye, ameleta gari kwa askofu. Mwezi mmoja anatoa pesa shilingi 1,100,000. Mshahara yake ni 2,000,000 peke yake. Hiyo pesa amepewa wapi? Si ameiba? Sema iba. Yale wale. Sasa ile anaingia nimembamba kama ushindani. Baada ya mwaka moja, mwaka mbili, amefura kama kupe. Ile ambaye msafionza damu ya ng'ombe, sio? Yale mianya ambaye wao wanapenya naye na kuiba pesa zenu, nitaziba zote. Mtapata pesa ya kutosha ya kumudu hii mpango. Sawa. Mnaunga mkono? Angapa naunga mkono, nione kwa mkono. Tutatembea pamoja. Vile Senator Boy amesema, mimi sijakuja hapa kutafuta wafuasi. Nataka washirika. Tunatembea pamoja. Bega kwa bega. Mko tayari? Mko tayari? Najua mimi ni mmoja wenu. Maana yake najua baba yangu Jaramogi alikuwa rafiki wa dhati wa mzee Wadigo hapa, marehemu mzee Bambaulo. Na walikata chali ile ya Wadigo, wakaunganisha damu. Na mimi nilipokuja pale kwa mzee Bambaulo, mimi nikaingizwa pale. Na jina yangu ya Kidigo inaitwa Gakweli. Mimi nina hakika. Nataka vijana hapa wawe wanajeshi wa baba. Vijana mko tayari? Mko tayari? Kwa mwanajeshi wa baba, sharti uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa? Sawa. Ili nikisema forward march, ni forward march. About turn. Fire. 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 Vijana fire. Vijana fire. Vijana fire. Asante sana. Sasa mimi nataka kuambia nyinyi
tulikuwa tumeleta reggae na tulikuwa tumesema hapa Kwale mngepata sehemu wakilishi wengine 3, wengine zitaenda 3 kule Kilifi na 4 Mombasa. Lakini hiyo sasa, hiyo reggae imeenda likizo, itarudi, sio? Sasa tunaambia Wakenya, let us get together and feel all right. Satisfy your cravings. Order all your favorite meals from the Jumia Food app. We deliver just